Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wapendwa, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sote. Ndugu wapendwa, kila mmoja wetu anatambua kwamba tunaishi hapa duniani, lakini ipo siku tutanyakuliwa, na tunaambiwa kwamba kila jicho litamwona. Sasa ni wakati gani ambao kila jicho litamwona? Basi leo tutakwenda kupitia maandiko tofauti tofauti ili tuone kutakuwa na unyakuo aina ngapi na ni wakati gani ambao kila jicho litakwenda kumwona. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo 1:7 inasema kwamba tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Sasa ndugu zangu, katika kitabu hiki cha Ufunuo 1:7 kinatuambia kwamba kila jicho litamwona na watamlaki hewani. Sasa tunataka tupitie maandiko mbalimbali hapa ili tuweze kutambua kwamba ni wakati gani ambao kila jicho litamwona na ni wakati gani ambao ni watakatifu tu watamwona, kama ilivyo ada wengine husema kwamba ni nafsi takatifu tu zitakazomuona. Sasa je, ni kweli? Na wengine wanasema kila jicho litamwona. Sasa tunataka tuone hizi tofauti mbili. Je, ni kila jicho litamwona na kwa wakati gani? Ama ni nafsi pekee tu zitamwona na ni kwa wakati gani? Basi ndugu zangu, twende katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16, nayo inasema kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Katika kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza 4:16 tunaambiwa ni watakatifu pekee. Sasa hebu tutizame sasa katika kitabu cha Ufunuo 20. Katika kitabu cha Ufunuo 20 kile kifungu cha 6 inasema kwamba na huo ndio ufufuo wa kwanza. Na huo ndio ufufuo wa kwanza. Ni heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Mauti ya pili haina nguvu. Kwa ndugu wapendwa, tukiangalia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza hapa, Wathesalonike wa kwanza 4:16, Mungu atakapokuja katika ule ufufuo wa kwanza atawachukua tu wale watakatifu. Atawachukua wale watakatifu watakaokuwa kaburini, atawafufua. Baada ya kuwafufua wale watakatifu, wataungana na wale watakaokuwa bado wako duniani hawajafa, watanyakuliwa. Wataungana wote kwa pamoja. Mungu atakwenda kuwahifadhi sehemu maalum. Watakaa kule kwa muda wa miaka 1000. Baada ya kukaa kule kwa muda wa miaka 1000, sasa hapa ndipo ziki kuu itaanza. Tukisoma katika maandiko, tukisoma katika kitabu cha Ufunuo 9, soma katika kitabu cha Ufunuo 9, Ufunuo 9
tukianzia 6 inasema, na zile siku wanadamu watatafuta mauti wala hawataiona kamwe, nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Kwa hiyo siku baada ya Mungu kunyakua wale watakatifu na kuwafufua walio kaburini, hawa watakaobaki sasa watatamani kuhubiriwa neno la Mungu, lakini hawataliona. Tukisoma katika kitabu cha Amosi 8:11 kinasema kwamba tazama siku zinakuja. Ngoja tukipitie tukione. Amosi 8:11 anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Kwa ndugu zangu, hapa Mungu atakapowachukua watakatifu watakaokuwa kaburini wakaungana na hao watakaokuwa hai, kitakachobaki sasa hapa ni ile ziki kuu. Watu watatafuta kuhubiriwa neno, hawataliona. Utatamani kuyasikia maneno ya Mungu, hautayasikia. Sasa wakati ndo huu ndugu yangu wa kulipambania neno la Mungu. Baada ya miaka 1000 kumalizika, ambapo sasa Mungu atawachukua watakatifu wake na kwenda nao sehemu. Itakapoisha ile sasa miaka 1000, ndipo Yesu anarudi tena. Tukiendelea hapa katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Ufunuo 6, wasema huo ndio ufufuo wa kwanza, ambao Mungu atawafufua wale watakatifu peke yao, kama inavyosema katika kitabu cha Wathesalonike. Watakatifu peke yao wataungana na watakao kuwa hai, na huo ndio ufufuo wa kwanza. Na yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza, juu ya hao mauti ya pili haitakuwa na nguvu. Sasa kwenye hii mauti ya pili, baada ya Mungu kurudi sasa, baada ile miaka 1000 kuisha, anarudi katika kufufua hii mauti ya pili. Hii mauti haitakuwa na nguvu. Hapa sasa ndipo kila jicho litamuona katika hukumu. Na hapa sasa wataangaliwa wale wenye mema tu, waliotenda mema. Hawakuwa watakatifu, lakini walitenda mema machoni pa Bwana kwa kuwasaidia watu, kwa kuwasaidia watakatifu wa Kristo, watumishi wa Mungu. Hapa sasa ndipo Mungu ataruhusu kila jicho limuone, kwa sababu sasa utakuwa ni wakati wa hukumu. Hapo tunaambiwa kwamba bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja na hiyo miaka 1000. Kwa ndugu zangu, hawa wote watakatifu wataungana na Mungu, watakuwa kitu kimoja. Sasa hii mauti ya pili, wale watakaofufuliwa hapa sasa ndo wataangaliwa wale wenye neema. Wewe umetenda mazuri, unaenda mbinguni. Ukutenda mazuri, basi sasa hapa ndipo itakapokuwa hukumu ya milele. Lakini Mungu lazima awachukue wale watakatifu kwanza, ili hawa sasa watakaosalia wapitie ile ziki kuu kwanza, yale mateso. Ile alama ya mnyama sasa ndo itakapofanya kazi hapa, ile alama ya 666, ambapo sasa itakuwa inatakiwa iwe ni kitu kimoja kifanyike. Kama ni dhehebu moja, litakuwa ni dhehebu moja, uabudu katika sehemu moja. Una ile chapa ya 666, hautafanya lolote lile, hautanunua wala kunywa. Kwa hiyo ndugu yangu, huu sasa ndio wakati wa kuipambania. Huu ndio wakati wa kuipambania neema. Ulitafute neno la Mungu katika roho na kweli. Unaposikia sauti inakuita, sauti ya malaika wa 7, ndugu zangu, huu ndio wakati. Tazama katika Wathesalonike 4 inasema kwamba atakuja na mwaliko. Mwaliko ni nini?
Mwaliko ni neno la Mungu. Ile sauti unayoisikia sasa hivi, sauti unayoisikia sasa hivi ya neno la Mungu, huo ndio mwaliko. Mungu anaitangaza injili yake kupitia mwanadamu, kupitia maandiko matakatifu ambayo ni Biblia. Biblia nzima ni ufunuo halisi wa neno la Mungu. Bwana atakuja na mwaliko. Mwaliko unaupata sasa hivi na malaika mkuu. Malaika mkuu ni mtu aliyetumwa na Mungu, mjumbe, kuitangaza injili katika roho na kweli, ili wewe upate kuokolewa. Usizani kwamba kuna malaika mwingine atakuja atoke mbinguni. Hayo yote mwaliko vinafanyika sasa hivi kukuita wewe mtakatifu. Tazama katika Malaki 4 inasema, nitawaletea nabii Elia kuibadilisha mioyo ya baba iwaelekee watoto. Wakati ndio sasa wa kulisikiliza neno la Mungu. Yeye baada ya kufa pale msalabani alikuja akakaa kwetu kuitangaza injili, akaondoka baada ya kufanyika mwili, na sasa anafunuliwa katika neno lake mwenyewe. Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Ndugu wapendwa, unaposikia hii sauti, soma Biblia. Angalia Mungu anataka tuishije. Mungu anataka tuishi kwa kufuata neno lake. Tuangalie neno lake linasemaje. Akae ndani yake, naye atakaa ndani yake. Kwa sababu anatuambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama tawi la mzabibu lisiloweza kuzaa. Nawe pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu, lazima utaendana na ulimwengu huu, ili uachane na mambo yote ya ulimwengu, kwa sababu Biblia inatuambia usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Lazima Roho Mtakatifu akae ndani yako, ubatizwe katika jina la Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 2:38. Wakati Petro anahubiri ile siku ya Pentekoste, ndipo alipogundua huyu Baba ni nani, na huyu Mwana ni nani, na huyu Roho Mtakatifu ni nani. Akasema nendeni. Baada ya kugundua kwamba Roho Mtakatifu ni nani na Baba ni nani, Mwana ni nani, ukisoma katika kitabu cha Yohana 5:43 utajua huyu Baba ni nani. Ndipo akasema, tubuni dhambi zenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo ubatizo pekee tuliopewa. Utengeneze maisha yako baada ya kubatizwa, utakaswe, ili unapokuja unyakuo wa kwanza uwemo, kwa sababu atakaosalia itakuwa ni dhiki kuu. Utatamani kuhubiriwa neno, hautaliona. Lazima ulipambanie neno la Mungu katika roho na kweli, ili atakapokuja katika Wathesalonike wa kwanza 4:16, katika ule ufufuo wa kwanza, atakao wafufua tu wale watakatifu, na wale watakaosalia hawatakuwa hai. Lazima wapite katika ile dhiki kuu. Wakati huo yeye ametulia na wale watakatifu wake miaka 1000. Ndugu yangu, ni wakati wa kulitafuta neno la Mungu. Usiseme kwamba tunaenda sijui mbinguni kwa neema. Kila mtu anatenda dhambi. Anayetenda dhambi ni wa Ibilisi. Azitendaye dhambi ni wa Ibilisi. Lakini anayekaa ndani ya Mungu hatendi dhambi. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana 3, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, lakini ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Lazima urejee msalabani. Hata unapogundua kwamba umemkosea mtu, hata kama ulikuwa umeshaachana naye muda ule, ukifika nyumbani, lazima Mungu atakukumbusha kwamba lile jambo sio sahihi. Utaenda na utamwomba msamaha, utatengeneza maisha yako. Hiyo ndiyo maana ya Mkristo atendi dhambi. Sio kwamba dhambi hatutendi, lakini Mungu yupo ndani yetu kwa ajili ya kutukumbusha
mema na mabaya. Lazima tutembee katika utimilifu wa neno la Mungu. Tuangalie Biblia inasemaje. Neno la Mungu linasema Biblia haihitaji mfasiri yoyote yule. Yote tunayoyaona katika Biblia ni sahihi. Kwa maana kuna watu wamekuja kwa kuyapotosha. Leo hii tunaambiwa hadi Eva hakuwa mwanamke wa kwanza. Mwanamke wa kwanza alikuwa ni Lilith. Yalikuwa yameandikwa wapi kwenye Biblia? Biblia inasema hapo mwanzo Mungu alimuumba Adamu na Eva akatoka kwenye ubavu wake. Leo hii tunaambiwa kuna Biblia zingine ambazo hata azimo, vitabu hivyo havimo kwenye Biblia takatifu tunayoiamini. Biblia nzima ni ufunuo wa Yesu Kristo aliyowafunulia mitume kwamba na iwe hivi, Bwana asema hivi. Tuyachunguze maandiko. Neno la Mungu linasema yeye aaminie na kulisikia neno lake yuna uzima wa milele. Ukisoma katika Yohana 5:24, yeye alifanyika mwili akaja kwetu, akakaa kwetu, akaihubiri Injili. Alivyoondoka mitume waliendelea kuwepo, akina Paulo, akina Petro. Paulo mwalimu wa mataifa anatuambia awaye yote akiwahubiri Injili tofauti na hii alaniwe. Na mimi ninakuambia haya ni maandiko kutoka katika Biblia. Ndugu yangu, mimi sihitaji kulaaniwa. Na kuambia iliyo kweli, kwa sababu sisi tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Lazima tuwasikilize mitume wanasema nini. Tulipambanie neno la Mungu katika roho na kweli. Mwenye sikio na yasikie haya ambayo neno la Mungu ayaambia makanisa. Haijalishi wewe ni dhehebu gani, simama katika neno la Mungu. Chunguza kanisa unalosali. Je, kinachofundishwa pale ni sahihi? Sikushawishi utoke katika dhehebu lako, ila chunguza maandiko yanasemaje. Mimi sina dhehebu, ila ninamwamini Mungu. Kidhehebu mimi ni Mkatoliki, lakini ninatazama Biblia inasema nini. Sijengi imani yangu katika dhehebu, ninajenga imani yangu katika Biblia. Ninaangalia neno la Mungu linasemaje. Kwa hata mchungaji akinihubiria nikaona hiki hakifai, na wala siwezi nikabishana naye. Nikimuuliza akasema hiki ni sahihi, naachana naye. Naangalia Biblia inasemaje. Neno la Mungu halihitaji ubishi, neno la Mungu halihitaji ujuaji. Pambania nafsi yako. Usiangalie mtu fulani anafanya nini. Usiangalie dhehebu fulani wanatenda miujiza, kuna watu wengi. Neno la Mungu linasema watakuja na watayafanya hayo yote, watatoa pepo, lakini ile siku Mungu atawatambua. Makristo wa uongo. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 24:24, ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana, watakuja. Wote wanaohubiri neno la Mungu ni malaika wametumwa na Mungu. Hata yule nyoka aliyemdanganya Eva alikuwa ni malaika, ametumwa, amekuja kufanya hivyo, kupotoa ukweli wa Mungu. Tazama, alilifanya neno la Mungu kuonekana uongo na neno lake likaonekana kweli, na Eva akatenda na Adamu naye akapokea. Ndivyo ilivyo leo hata katika makanisa. Wale wote ni malaika waliotumwa na Mungu. Macho yao yamefumbwa. Biblia inatuambia ni vipofu maskini. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 3, pale katika anapoelezea makanisa, vipofu maskini, hawajui lolote, wao wanajiona ni matajiri. Hiyo ni Biblia, sio mimi. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo haya yote lazima maandiko yatimie, kwa sababu Biblia ilisema watakuja. Ndio maana leo tunaona wengine wanatuambia Biblia ina vitabu 73, 77, 73, 70 ngapi, lakini sisi tunaojua Biblia ina vitabu 66. Vile vingine ilikuwa ni maandiko ya wanadamu. Sijui vitabu vya kina nani. Ufunuo halisi ni Biblia waliofunuliwa kina Paulo,
kina Petro, akina Yohana. Tazama nawaletea nabii Eliya atakayebadilisha mioyo ya watoto iwaelekee Baba. Na wakati ndo huu, pambania neno la Mungu. Angalia Biblia inasemaje. Hatuna Biblia nyingine tofauti na hii, ndugu mpendwa. Basi kwa hayo machache, jina la Bwana lihimidiwe. Tuendelee kufuatilia, nami nitaendelea kuyafunua kulingana na Mungu atakavyozidi kunipa neema yake. Tuendelee kuonana. Asante Mwenyezi Mungu kwa neema yako. Asante kwa neno hili fupi Mwenyezi Mungu. Ninatumai litakwenda kuwa mafuta na mwongozo kwa watu wengi Mwenyezi Mungu. Baba, neema yako ikasimame juu ya wote, ukawabariki na kuwatakasa Mwenyezi Mungu, uzidi kuwafunulia hata wengine siri za neno lako Mungu wa rehema. Hata wale waliofumbwa Mwenyezi Mungu wakafumbuliwe macho yao, ni katika jina la Yesu Kristo nikiamini.